Karibu Boost Sokoni, na hapa nitakuwa nafundisha ni jinsi gani dalali anaweza akaandaa video yake ambayo inawasilisha ile bidhaa, aidha ni nyumba, gari, pikipiki. Sasa namna gani anaweza akaiandaa video? Hii hapo unayoona mbele ni video ambayo nilikuwa naandaa, nilikuwa na shoot nyumba. Sasa nikiplay hapa utasikia kelele. Nadhani umesikia hizo kelele, zinatokana kwamba ni mazingira yale, kuna magari yanapita, ni barabarani, watu wanaongea, unasikia watoto wanacheza pale. Sasa kuongea unapokuwa unamuelezea mteja hii nyumba iko sehemu fulani, ina bei fulani, ina kitu hiki na hiki na hiki na hiki, ni ngumu sana kukusikia. Unapoipost ile video inakuwa isikiki vizuri kwa kuwa kuna makelele. Sasa hapa nitaelekeza namna gani ambavyo natumia hii mbinu ya kuitengeneza video pasipokuwa na makelele na inasikika vizuri, na haina ule ukubwa, kwa sababu unakuta umeitengeneza. Mfano hii video hapa ina megabyte karibu 213. Sasa unakuta ni video kubwa sana za kuposti, utakuta unatumia gharama. Sasa kwa njia hii hapa ya screen record inakuwa ni rahisi. Sasa hapa utaona ninavyo rekodi. Kwa hiyo ninaenda hapa juu ya simu, kila simu ina hiki kitu, ina screen record. Unaona hapo pameandikwa screen record. Unaenda unabonyeza hiyo screen record. Kila simu ambayo ni smart utaona hiyo screen record. Ukishabonyeza hiyo screen record, basi unarudi sasa hapa, unaendelea unapunguza kwanza sauti ya hii video. Hii video ila sauti hii video. Naanza kuongea sasa. Hii nyumba ina eneo kubwa, inapatikana Buhongwa. Hayo magari unayoyaona hapo yote yako ndani ya kiwanja hiki. Kiwanja kina takriban ya mita 65. Ni kiwanja kikubwa, mazingira yote yanayokuonyesha hapa. Bei ya hii nyumba ambayo ina maduka utayaona hiyo nyumba hapo. Hiyo nyumba ina maduka 5, na unapoona hii karakana yote iko ndani ya kiwanja. Kwa hiyo inauzwa nyumba na kiwanja chake ni $150,000. Sasa hapo nakuwa namuelezea mteja kwamba ili eneo pamoja na nyumba vinauzwa. Kuliko ingekuwa ni picha tu ambayo haizungumzi au maelezo ingekuwa ni marefu sana, lakini kwa kumuelezea mteja hapa anaelewa. Yote unapoona hiyo mpaka hiyo kaosh yote iko ndani ya kiwanja hicho hicho ambacho kinauzwa, pamoja na majengo yote unayoyaona hapo yote yako ndani ya kiwanja yanauzwa. Basi baada ya kuwa nimesha rekodi sauti yangu kama hivyo, naenda nina pause ile screen record yangu. Naenda pale na pause screen record yangu hapo hapa juu hapa. Ninaipause ile screen record, nabonyeza screen record ili iache kurekodi. Basi unaona kama hivyo, ina maana kwamba hii inasaidia sana, kwanza kupata kitu ambacho ni kizuri, lakini vile vile ule ukubwa wa ile video unapungua. Sasa hapo angalia huu ukubwa wa video ya kwanza, hiyo chini hapo mshale unaonyesha ilikuwa ni 273. 273. Mwanzo nilisema 213, lakini kumbe ni 273. Ya sasa hivi ambayo baada ya kuwa nimefanya screen record imekuja kuwa na megabyte 33.5. 33. Hebu angalia kutoka 273 mpaka kuja kupata video yenye ukubwa wa megabyte 33. Kwa hiyo unaona ni video ndogo kutoka kwenye 200
mpaka hapo. Ukizingatia ubora ni ule ule, sio kwamba labda imepungua ubora, hapana, kitu ni kile kile, lakini utapandisha video ambayo haina ukubwa, itaonekana vile vile na itakuwa na sauti nzuri kuliko mwanzo ungechukua video kubwa na sauti singekwenda sikika vizuri kama ungerekodi kule. Pia ungepata usumbufu unapokuwa site unarekodi ile video, kwa sababu unakuwa watu wanakusumbua, makelele, wanakushangaa na vitu kama hivyo. Lakini ukiwa umeshachukua video ukarudi nyumbani au umetulia sehemu yenye utulivu, unarekodi sauti yako kwa kutumia screen record, tayari unakuwa umepata kitu kizuri. Hiyo inashawishi. Kumbuka ni screen record, kama hapo unavyoona kwamba ni hicho kisehemu unapovuta juu ya simu kinaonekana, na ukishabonyeza basi unaanza kurekodi. Ni vizuri sana ukaweka pia na picha tukatazi. Picha nitakuwa uweke kwanza, ni ili uweze kuitumia huu mtandao wa Boost, lazima uweke picha. Picha ni muhimu sana. Picha unaweka hata picha 2-3 ambazo zitakuwa zina support ile video yako. Kama hapo unaona nimechukua picha hiyo na hii hapa picha nyingine. Kwa hiyo inakuwa nimeshakamilisha kazi yangu, ninakuwa ni kazi nzuri na inavutia wateja. Na hata hivyo sasa hivi kwenye simu unakuta unapoweka vitu Boost sokoni vinakuwa viko salama. Hata kama ukipoteza simu utavikuta viko pale. Ukinunua simu nyingine unakuta ile akaunti yako inaendelea kutunza kama ni video hizo na hizo picha za bidhaa zako zinaendelea kuwepo, sio kwamba zitakuwa zimepotea. Hii ndio faida ya kuwa na Boost sokoni unapoitumia kwenye kazi ya udalali. Na washauri madalali tutumie Boost sokoni, na kwa utaratibu huu ambao nimeuonyesha hapa utasaidia sana kufanya kazi katika uweledi na bila usumbufu. Inarahisisha muda, itakuwa ni salama sana. Asanteni. Kama kuna maswali tupigieni simu ofisini. Asante.